Ndugu yangu mpendwa, sikiliza nikwambie maneno machache. Nataka kuongea kwa kifupi sana juu ya swala linaloitwa imani. Imani umefundishwa mara kwa mara. Kila aina ya staili ya imani umeongelewa. Lakini nataka nikuambie imani ambayo imekosekana kwako. Imani iliyokosekana kwako ni ile imani ambayo haitendi maajabu, haifungui milango. Palipo na imani milango inafunguka. Palipo na imani nguvu za Mungu zinashuka. Palipo na imani pana uponyaji, pana uzima wa milele, maana pana imani. Nataka nikuthibitishie jambo hili, wala usione ni geni. Imani ni kitu ambacho kinakupelekea wewe katika levo ya mafanikio yote hapa duniani. Imani inakuunganisha wewe na Mungu. Ukimjua Mungu, umejua dawa ya mateso yanayokutesa. Umejua shida inayokusumbua. Kama ni shida za kutafuta kazi, kama ni shida ya kupata kile unachokitaka kukipata. Mwingine anasema ninatafuta ardhi nipate kuimiliki. Hivi ninavyoongea, moyo wako unatamani kuwa na ardhi yako ukajenge nyumba. Ni kweli. Mwingine anasema anataka kuolewa. Mwingine anasema anataka nipate mke mzuri. Mwingine anasema anatamani sana apate pesa kwa ajili ya mtaji. Ndio. Mwingine anataka mtoto. Mwingine anashindwa kusomesha watoto wake kwa sababu ya maisha kuwa magumu. Maisha yamekuwa magumu, watoto wake wanahangaika. Weza wanakwenda shuleni, yani watoto wake hawajaenda shuleni. Anatafuta ada za kupeleka watoto wake shuleni. Ninataka nikwambie majibu ya kila kitu kinachokiongea ni swala la imani. Imani inakupeleka kwa Mungu mwenye nguvu. Kama huna imani hutamuona Mungu mwenye nguvu, kwa sababu imani inakupa haki yako ya msingi. Imani inakupeleka kwenye njia ya haki yako. Imani lazima kupeleke mahali ambapo haki zako ziko. Wewe hapo ulipo haki zako ziko. Mungu anajua alichokupea. Wakati unaumbwa hapa duniani, Mungu alikupa kila kitu, lakini kwa sababu ya kukosa kwako imani, kila kitu ukioni, unachoona ni giza tu. Giza limekutana na kutawala. Mawazo ya kukuvuruga tu yamejaa. Lakini kile ambacho kinatakiwa kwenye maisha yako, ambacho ni nguvu ya imani ndani yako inayoambatanishwa na ufalme wa Mungu. Maana palipo na imani pana ufalme wa Mungu. Mwenye imani inampelekea mahali ambapo pana nguvu. Na ndio maana watu wa shetani wanaamini shetani kwa sababu wanajua kwa shetani kuna nguvu. Wanakwenda kuamini, wanaziona nguvu za shetani. Ukiweka imani kwa shetani utaona nguvu za shetani. Ukiweka imani kwenye kitu kidhaifu utaona nguvu za udhaifu. Utauona ule udhaifu kwa sababu umeweka imani yako kwenye kitu kidhaifu. Ukiweka imani kwa Mungu aliye hai utaona nguvu, utaona milango inafunguka, utaona njia inaonekana. Hakuna utakachoshindwa kukipata, kwa sababu kila unachokitamani ndani ya moyo wako kimeunganishwa na nguvu ya Mungu aliye juu. Yule Mungu mwenye mamlaka anakupeleka mahali ambapo ndio kiu yako, ndio mafanikio yako, ndio mipango yako ilipo, kwa sababu haki zako ziko ndani ya moyo wako. Shetani amekuja kuweka giza, unashindwa kuziona haki zako, unashindwa kuona njia ya kwenda kuelekea kwenye mafanikio yako. Nataka nikwambie usiku wa leo mpendwa, saa yako ya kuona imani, kumuona Bwana imefika. Connect imani yako. Amini kweli kwamba Mungu yupo, aliumba mbingu na nchi. Unajua ardhi ipo, unajua hewa ipo, unajua jua lipo. Nani kaviumba? Aliyeviumba hivyo ndiye aliyekuumba wewe. Uongo wa shetani wa kudanganya kwamba hakuna kitu huwezi kupata, huo ni uongo.
Kipo kitu kinapatikana. Ndio maana kuambia mwenye imani sio mtu wa kuchezea. Mtu aliye na imani hata shetani anamwogopa. Anajua mtu mwenye imani hawezi kumbabaisha wala kumdanganya. Mtu mwenye imani maarifa ya Mungu yako ndani yake. Mtu mwenye imani macho ya rohoni yapo. Mtu mwenye imani mamlaka kwenye kinywa chake kinakuwepo. Kila atakachokitamka kitakuwa, kwa sababu ana imani. Mtu mwenye imani macho ya rohoni yataona. Kila atakachokiona kitakuwa ni kweli, kwa sababu ana imani. Nataka nizungumze amani ya ndani kabisa, ile imani ya ndani.